Tunaamini, tunajua ndivyo inavyopaswa kuwa. Haleluya. Ndivyo inavyopaswa kuwa. Yesu alikuja, sababu ya kufa Yesu ni ili kushughulika na dhambi. Hawezi akafa hivyo alafu watu wabaki kwenye dhambi. Kiakili tu aingia akilini. Na maandiko yako wazi juu ya mahusiano ya mtu na dhambi, hasa mtu aliyeokoka. Na mimi naamini leo nazungumza na watu waliomwamini Yesu, waliokoka, kwamba mtu anapaswa, anaweza kuishi maisha matakatifu kabisa, hasa kipindi hiki, kwa sababu Yesu ameshakuja, akafa na kufufuka. Angalia kitabu cha Luka mtakatifu. Kuna watu kabla Yesu kuja walionekana wanaishi maisha matakatifu. Kwa usiseme mimi nina kaudhaifu kangu. Uwezi kama umeokoka miaka 10, miaka 5, miaka 3 na bado una kadhaifu kako haujakashughulikia. Tunaamini katika kukua, na sehemu moja ya ukomavu au ukuaji ni maisha matakatifu. Msingi wa maisha ya Kikristo sio miujiza, sio ishara, sio maajabu. Msingi wa maisha ya Kikristo sio utajiri, sio kuwa na mali, sio kufanikiwa na kuwa na afya njema. Msingi wa maisha ya Kikristo ni wokovu, ni utakatifu. Ni nini? Ni utakatifu. Ndio msingi wa maisha ya Kikristo. Hilo linatakiwa lisikupite. Haleluya. Angalia kitabu cha Luka 1:5. Watu walioishi maisha tunayoyasema kabla ya Yesu. Mstari wa 5 anasema, zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmoja wapo wa uzao wa Haruni jina lake Elizabeti. Mstari wa 6 na wa 7 nataka uzingatie. Mstari wa 6, na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Bila nini? Sio tu bila dhambi. Manake lawama na dhambi ni vitu viwili tofauti. Kulaumiwa sio lazima utende dhambi. Naelewa? Bwana asifiwe sana. Unaweza ukatenda haki, na yule mtu ambaye alikosea na hataki haki akakulaumu. Unakuwa hujatenda dhambi, umetenda haki, lakini kule kutenda kwako haki mwingine hajafurahishwa nako, anakulaumu. Unanielewa vizuri? Hawa watu sio kwamba hawakutenda dhambi, hawakuwa hata na jambo la kuwalaumu. Waliishi maisha matakatifu. Mpaka Biblia inaandika hivi. Biblia ni kitabu cha haki, kinachohukumu haki, kinachosema mambo ya kweli, kwa sababu watu watahukumiwa kulingana na mambo yaliyoandikwa humu. Kwa hiyo haiwezekani wakadanganya au wakatia chumvi au hawa watu kweli waliishi maisha matakatifu. Walishika maagizo yote. Kushika maagizo ya Torati sio kitu kidogo. Lakini waliyashika yote bila lawama. Sasa usiniambie kwamba haiwezekani kuishi maisha matakatifu. Siku hizi mtu akionekana ni mtakatifu anaonekana anajishaua, kwa sababu ni kitu ambacho hakitarajiwi. Ukiongea hivi watu wanakuuliza, kwani wewe ndio malaika? Malaika wanatenda dhambi? Au hujawahi kusikia? Malaika uliza alivyotupa, haujui Biblia ndio tatizo. Ile kwamba ni malaika, baada ya Mungu kiumbe kinachofuata ni binadamu, sio malaika. Ndio maana Mungu hakuja kama malaika, alikuja kama mwanadamu. Malaika wanaweza akatenda dhambi, mwanadamu hatakiwi kuonekana akitenda dhambi. Huo msimamo lazima uwe nao. Kama kusoma kwako Biblia hakuna unafiki. Angalia Ayubu, onyesha mtu mwingine. Ayubu sura ya 1. Nakwambia msimamo wetu katika swala la dhambi. Ayubu sura ya 1 mstari wa 1. Maandiko yanasema, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu. Alikuwa nini?
Mkamilifu na mwelekevu ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Maandiko yanamuita mkamilifu. Alikuwa duniani, ndio alikuwa duniani, na alikuwa mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 8, angalia. Mstari wa 8. Mungu anazungumza na Shetani, anamwambia, kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepuka uovu. Mungu anamshuhudia kwamba huyu ni mtu nani? Mkamilifu. Kwa ile dhana kwamba hakuna wakamilifu duniani, ni wewe tu unatafuta kisingizio cha kuendelea kupuyanga kwenye dhambi. Lakini kwa maandiko haya inaonyesha kwamba wapo wakamilifu duniani. Tena Mungu anakutarajia na wewe unayesoma kuwa mkamilifu. Mtu asiyekuwa na uovu, anayejiepusha na uovu, anayemcha Bwana, asiyekuwa na ila wala wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema, nadhani ni katika Zaburi sura ya ngapi? Ninasikia watu mtalaka. Watakatifu walioko wapi? Duniani. Kuna watakatifu duniani. Zaburi 16:3. Watakatifu walioko duniani ndio walio bora, sio walioko mbinguni. Hao ndio niliopendezwa nao. Kwa maandiko haya haswa sasa, kwa sababu Yesu amekuja na tena tuna Roho Mtakatifu. Tuna nani? Tuna Roho Mtakatifu. Tunatarajia Mkristo awe mkamilifu, mtu aliyejiepusha na uovu. Haleluya. Unanielewa mtu wa Mungu? Kwa maandiko hayo tuna msimamo wetu katika kanisa kwamba sisi tunaamini katika utakatifu mpaka mwisho, kwamba ukishamwamini Yesu ukapokea ujazo wa Roho Mtakatifu, unaweza ukaishi maisha matakatifu milele mpaka Yesu anarudi. Inawezekana. 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 Inapaswa kuwa hivyo. Alipaswa kuwa jambo la ajabu. Alipaswa kuwa jambo la kushindania na kubishaniana. Kama wewe huwezi, tafuta msaada wa Mungu. Lakini usiweke watu wote kwenye kundi moja. Haleluya. Angalia nikuonyeshe kitu kingine katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. Haya ni maandiko ya muhimu sana. Mstari wa 7, wa 8 na wa 9. Maandiko yanasema, watoto wadogo, mtu asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki kama yeye alivyokuwa na haki, yaani Yesu. Atendaye dhambi ni wa ibilisi. Ni wa nani? Ni wa nani? Atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu mwana wa Mungu, kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za nani? Za ibilisi, ambazo zinawapelekea watu kutenda dhambi. Sasa kama mwana wa Mungu alidhihirishwa azivunje kazi za ibilisi zilizopelekea dhambi, ukutweje tena katika dhambi? Bwana asifiwe sana. Mstari wa 9 unasema, kila mtu aliyezaliwa na Mungu. Mstari wa 9. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Afanyeje? Unapokuwa na imani ya kujenga ghorofa, unapokuwa na imani ya kupata watoto, unapokuwa na imani ya kufanikiwa kwenye biashara, unatakiwa kwanza uwe na imani kwamba Mungu anaweza akakusaidia usitende dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni jambo la imani. Kwake yeye aaminie, mambo mangapi yanawezekana? Mambo yote yanawezekana kwake aaminie. Katika hayo yote ni pamoja na jambo hili, kuishi maisha. Tena hilo ndo la kwanza la msingi. Kabla hujataka vitu vingi mbele za Mungu, taka kwanza kuishi maisha matakatifu. Kwa sababu kama Yesu ndio alikufa kwa sababu hiyo, narudije kwenye kitu hicho tena?
Haleluya. Unanielewa mtu wa Mungu? Usiendeshwe na kawaida au na mijadala ya dunia. Endeshwa na kweli ya Mungu. Neno la Mungu linavyosema, kwa sababu kuna udanganyifu